Karibu sana mtazamaji na msikilizaji wa FM Show KE. Jina lake ni Samuel Kamau Macharia, mzaliwa wa mwaka 1942 katika eneo la Ndakaine, kaunti ya Murang'a. Akitambulikana na wengi kama SK Macharia, ndiye mwanzilishi na mmiliki mkubwa zaidi wa kampuni ya Royal Media Services, ikiwa ndiyo kampuni nambari 1 nchini Kenya ya kibinafsi katika umiliki wa vyombo vya habari. Leo tunakuletea historia fiche ya bilionea huyu, kwa sasa akitajwa mmoja kati ya mabilionea 30 wa kwanza na tajiri zaidi katika bara la Afrika. Kawaida tunaambiwa safari ndefu huanza kwa hatua moja. Yake SK Macharia haikuanza jana, bali mwaka 1954 alipojiunga na shule ya msingi ya Ndakaine Primary School, wakati huo akiwa ni kijana mchanga mwenye umri wa miaka 12. Na baada ya miaka 4 shuleni, Macharia alifanikiwa kufanya mtihani wake wa kuhitimu shule ya msingi ambao ulitambulikana kama Kenya African Preliminary Examination KAPE, ambaye aliufanya mwaka 1958. Baada ya kuhitimu shule ya msingi, Macharia alijinyakulia nafasi kama mkufunzi katika shule ya Makomboni Primary School kama mwalimu ambaye hakuwa amepokea mafunzo ya ualimu, ama nikisema kwa lugha ya Kiingereza untrained teacher. Ila baada ya mwaka mmoja katika ukufunzi akaamua kuendeleza masomo yake kwa kujiunga na chuo cha mafunzo ya ualimu cha Kahoha Teachers Training College mwaka 1961. SK Macharia alikamilisha masomo yake na kuhitimu kama mwalimu, kazi aliyoifanya kwa kipindi cha mwaka mmoja pekee, mpaka pale alipopata wito wa kwenda kuongeza elimu kule Marekani chini ya ufadhili wa rais wa Marekani enzi hizo JF Kennedy, katika ushirikiano wake na aliyekuwa waziri wa Foreign Affairs Tom Mboya. Kumbuka, The Kennedy Airlift ndiyo iliyompeleka Macharia kule Marekani, na pia ndiyo iliyompeleka babake aliyefanikiwa kuwa rais wa kwanza mweusi wa taifa la Marekani, Barack Obama, ambaye ni babake Barack Obama Senior. Kulingana na Macharia, familia yake ilishindwa kupata pesa 4,000 tu ambazo zilitakikana kwa ajili ya tiketi ya ndege kwenda Marekani. Ikambidi Macharia asafiri kwa basi kwenda Benghazi kule nchini Libya kwa kipindi cha miezi 2 ndipo atimize ndoto yake ya kwenda Marekani. Na baada ya kufika Benghazi nchini Libya, aliweza kuliabiri meli lililompeleka nchini Uingereza. Pale akawahi kulipa tiketi ya ndege na kuzamia Marekani. Thibitisho kwamba ndoto yake ya Amerika angelifanya kila kitu ili kuitimiza. Kule Marekani, Macharia alitumia nafasi yake vyema na kujitosa chuoni kuongeza elimu, ambapo alipokea shahada 3 kutokea vyuo 3 tofauti. Baada ya miaka 7 Marekani, mwaka 1969, SK Macharia alirejea nchini Kenya kwa wito wa serikali ya Jamhuri ya Kenya. Alihudumia taifa la Kenya mpaka mwaka 1979, ambapo alijiuzulu kutokea kwa kazi ya serikali na kuanzisha kampuni yake binafsi ya Madhapa International Kenya Limited, kampuni iliyokuwa ikitengeneza tissue paper aina ya Rosi ambazo zilipata kugeuka na kuwa house name nchini Kenya. SK Macharia alikuwa amewaajiri wafanyikazi zaidi ya 300 katika kipindi
cha miaka mitatu ama minne aliyofanya kuifungua kampuni ile. Na baada serikali ya Kenya mwaka 1985 serikali ya Kenya ikajitosa katika mkataba na kampuni hii ya Madhapa ya Rossi Tissue Papers, na pale wakaweza kuingia katika mkataba ulioweza kuifadhili kampuni ile. Baada ya mafanikio yake katika sekta tofauti ndani ya serikali na nje, mwaka 1990 SK Macharia aliamua kuanzisha kituo cha kwanza cha runinga kilichomilikiwa na mtu binafsi, ikiwa ni kando na ilivyofanyika hapo kitambo, ambapo televisheni iliyotambulikana Kenya ni ya KBC ambayo ilimilikiwa na serikali ya Jamhuri ya Kenya. Kando na hiyo tulikuwepo na KTN ambayo pia ilimilikiwa na The Moi Family, ambayo ndio The Moi Family inamiliki The Standard Media Group. Tukisonga mbele, alifungua Citizen TV mwaka 1990 chini ya kampuni yake ya Royal Media Services. Baada ya mafanikio ya Citizen TV, Macharia aliona vema aweze kupanua kampuni yake, na pale aliweza kufungua runinga mbili na kwa sasa ni tatu, ikiwemo ni Inoro TV, Citizen TV pamoja na Ramogi TV, na vituo 14 tofauti za redio, ambapo yeye anatambulikana kama tajiri wa Afrika, ikifikia katika umiliki wa vyombo vya habari katika sekta ya kibinafsi. Kando na Royal Media Services, nilikuambia SK Macharia anatajwa kuwa moja kati ya matajiri zaidi 30 katika bara la Afrika. Je, utajiri huu unatokana na kampuni ya Royal Media Services pekee? La hasha. Sikiza nikupe uhondo. Hizi ndizo kampuni tofauti anazomiliki bilionea huyu SK Macharia kando na Royal Media Services. Kampuni ya kwanza ni Direct Line Insurance, iliyokuwa na scandal ya majuzi ambapo walitaka kuifunga kampuni hii ambayo inaaminika kuzipa insurance matatu zaidi ya 60% katika Jamhuri ya Kenya. Kampuni ya pili ni Serenity Media Productions Limited. Ya tatu ni Big Five Conservancy. Ya nne ni Bushfire Media Distributors. Ya tano ni Toy Development, na ya sita ikiwa ni Harbor Capital Limited. Hizi ni baadhi tu ya kampuni ambazo zinatambulikana na humu. Kwa sasa mwaka 2024 utajiri wake SK Macharia unatajwa kuwa ni zaidi ya bilioni 100 za Kenya, jambo ambalo sio rahisi kwa mtu ambaye hajawahi fanya kazi kama politician ama niseme mwanasiasa kuweza kumiliki hela hizi. SK Macharia anatajwa kuwa moja kati ya mabilionea wa kupigiwa mfano katika bara la Afrika. Kando na biashara, Macharia ameoleka kwa mkewe Purity Gathoni, na pamoja wamejaliwa watoto 6, wasichana 2 pamoja na vijana 4. Hapo ndipo tutatilia kikomo hii leo hadithi yetu kuhusiana na shujaa huyu SK Macharia, na kuomba usibanduke kabla ya kusubscribe ndani ya FM Show KE, a story a day. Kile anachokuomba ni uweze kunifahamisha ungetaka tuguzie story gani itakayofuata. Mimi ndimi mtangazaji wako maarufu na tajika mpendwa FK Mwenda.